Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Welcome. Leo tupo na hadithi yetu nzuri ya paka jasiri. Hadithi inaanza na paka jasiri maarufu kama Puss in Boots akiwa anafanya starehe kubwa katika mji mmoja. Kama kawaida yake, anapambana na jitu kubwa na kuokoa watu, lakini katika mapambano hayo, pambano la mwisho kabisa, Puss anafariki. Baada ya kuamka, daktari anamwambia habari za kutisha kabisa kuwa akashatumia 8% katika 9, amebakiza 1 tu katika kuishi kwake. Kwa mara ya kwanza, yule paka jasiri tunamwona anaanza kuingiwa na hofu kifo, na hali inakuwa mbaya zaidi pale anapoanza kufuatiliwa na mbwa mwitu wa ajabu aitwaye Death, ambaye mfano wake ni kama kifo kinamfuata. Anaogopa kufa huyo. Puss anaamua kuacha maisha ya kishujaa na anaanza kujificha katika nyumba mama mmoja afugaye paka wengi. Anakata tamaa kuishi kama paka jasiri na anaanza kuishi kama paka wa kawaida, lakini baadaye anasikia kuhusu kitu kinachoitwa nyota ya kichawi, Wishing Star, ambayo hiyo nyota ukikutana nayo unaweza kutimiza jambo lolote. Puss anaona hii ndio nafasi yangu sasa ya kurejesha miaka yangu yote 9 nilokuwa nimeishi. Nataka nianze moja. Anaanza safari ya kutafuta nyota hiyo. Njiani sasa akutana na mpenzi wake wa kitambo sana, Katie. Mwanzoni hawapatani vizuri kabisa kutokana na majeraha ya zamani na mambo aliyofanyiana, lakini sasa wanaamua kushirikiana. Pia ameambatana na mbwa mdogo mwenye furaha sana, ambaye licha ya udogo wake ana moyo mkubwa sana. Wakati huo kuna watu wanawafuatilia ama na wao wanafata nyota hiyo, ambao ni Goldilocks na familia yake, na Jack na mchawi mwenye tamaa sana ya kupata nguvu za kichawi zote duniani. Safari hiyo imejaa mitego, mapambano, changamoto nyingi. Kadri wanapokaribia nyota, Puss anaendelea kusumbuliwa na hofu na kifo na kumbukumbu za maisha yake yaliyopita. Hatimaye Puss anakutana uso kwa uso na bwana Death, yule mbwa mwitu. Puss alitambua kuwa tatizo alikuwa kupoteza maisha yake, bali alikuwa anathamini maisha aliyokuwa nayo. Badala ya kuomba maisha mapya, anaamua kukubali ukweli kwamba kila mtu maisha yana mwanzo na mwisho, na anaamua kuishi maisha yake ya mwisho kwa ujasiri sana. Death anaona kuwa Puss amebadilika na kujifunza somo lake, hivyo anaamua kuondoka badala ya kumuua. Sasa tunaona mwisho wetu wa hadithi. Katie na Puss wapatanishwa pamoja. Hao walikuwa ni wapenzi wa zamani. Gold na familia yake akarudi katika familia yake. Familia ni muhimu kuliko matamanio ya nafsi yake. Na yule Jack mchawi alikuwa na tamaa za nguvu za kumiliki uchawi wa ulimwengu mzima, angamizwa kutokana na tamaa yake. Tamaa mbaya wewe. Puss anabaki na maisha yake ya mwisho, lakini sasa hana hofu hata kidogo. Anaishi kwa kuamini atakufa na yuko tayari kwa hilo. Hadithi inatupa mafunzo, thamani ya maisha ulionayo sasa, ujasiri, kuondoa hofu. Hiyo ndiyo silaha kubwa sana maishani, na familia na marafiki ni muhimu kuliko nguvu na utajiri ama kitu chochote chenye thamani. Karibu. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.